Habari mpenzi mtazamaji, karibu tena katika jukwaa letu. Tutaendelea na madarasa kama tulivyoahidiana. Darasa lililopita tulijifunza vitu vya muhimu ambavyo mtu anapaswa kuwa navyo kama mzalishaji wa sabuni pamoja na lotion. Hope imewasaidia. Kama kuna mtu atakuwa na swali, anaweza akauliza. Au kama kuna comment, unaweza kuongezea zaidi. Kuna vitu sikuvitaja, na hasa kwa wale watu ambao wanazalisha sabuni ya kipande. Kuna vitu sikuvitaja. Hapo nimeongelea watu wanaozalisha sabuni ya maji pamoja na lotion. Sasa, leo hebu tuangalie vitu vya msingi ambavyo tunaweza kuvichukulia umanani pale tunapokuwa tunaenda kununua malighafi. Unapoenda kununua malighafi, wewe unaenda store ya malighafi au duka la wajasiriamali mara nyingi kama yanavyoitwa. Kuna vitu unapaswa kuzingatia wakati unaenda. Wewe unapoenda huwa unazingatia kitu gani? Sasa leo naomba tuangalie vitu vya msingi kabisa ambavyo hatuvifuati na hata hao wenye store hawavifanyi, yani ni vurugu. Na ndio maana tumekuwa tukitengeneza bidhaa kwa mtu ambaye hafuati hivi. Tumekuwa tukitengeneza bidhaa ambazo wakati mwingine hazina ubora kwa sababu ya vitu tunavyofanya, tunavyovinunua. Samahani kwa kusema kwamba tumekuwa tukitengeneza. Kwa nini nasema hivyo? Kabla sijajua na mimi nilikuwa kama wewe. Nilikuwa nafanya hivyo hivyo. Lakini baada ya kujua nikatambua, kumbe tatizo liko hapa. Kwa hiyo nikaanza kufanya vitu ambavyo vinaenda kwa kiwango. Na ukifanya ukazingatia, utaona yani kwanza bidhaa zako zitakuwa ni bora, alafu unafanya kwa kujiamini. Yani unafanya kwa kujiamini tofauti na mtu ambaye anafanya tu ili mradi kufanya. Kuna wakati unaweza ukajiuliza kwa nini bidhaa zangu mimi zinakuwa hivi, aidha zinaharibika mapema, aidha yani kunakuwa kuna mushkeli hata kama utatengeneza kwa ubora kiasi gani, lakini kuna kadosari tu kataingia. Kwa nini? Sasa zingatia haya unapokuwa unaenda kununua malighafi kwenye maduka ya ujasiriamali. Cha kwanza kabisa ambacho unapaswa kujua malighafi unaenda kununua ni malighafi ya aina gani. Sawa? Sasa, kwa yule anayekuuzia, naona kuna wakati tunafungiwa malighafi, mtu amekusanya makopo ya labda dasani, yani makopo yaliyokuwa na maji yakatumika, maji yakaisha. Alafu mtu anakusanya yale, sijui anasafishwa, sijui anafanywaje, sijajua, anakuwekea mle. Lakini kuna vitu vya msingi ambavyo kiuhalisia tuseme, mimi sioni kama ni sahihi sana. Bora ukanunua kitu ambacho ni kipya, ukafungasha vizuri ile malighafi, ikakaa katika muonekano ambao ni salama zaidi kuliko ni kuokota kopo. Utaniambia umeliosha, kuliosha utatumia sabuni, utatumia nini? Hizo ni kemikali. Tayari kuna namna ambavyo pia kuna kitu na kiformulate hapo. Pasi wewe mwenyewe kujua. Sasa vitu vya msingi vya kuzingatia, cha kwanza ni jina, kwanza ile bidhaa unayoenda kuinunua au malighafi unayoenda kununua inapaswa iwe na kibandiko. Kibandiko tunasema ni nini? Ni lebo. Bidhaa yoyote unaenda kuinunua duka lolote iwe na lebo. Na lebo zinavyobandikwa, watu mnaohusika na maduka ya ujasiriamali, kuna wakati kwa kweli mnatufelisha. Unaenda kununua bidhaa, mwingine ameweka lebo, dakika 2 tu lebo limetoka. Wakati unazalisha labda kuna mwingine anazalisha production yake ni ndogo.
Kwa hiyo angeweza kutumia kitu baada ya muda akafanya nini? Akaendelea kutumia tena. Anatumia kinabaki, atakuja kutumia tena. Sasa unakuta lilebo limetoka bidhaa bado haijaisha. Unaanza tena, yani ndio ile unachukua bidhaa unaanza kuwa unaiandika. Hivi ilikuwa ni nini kweli? Hiyo ni shida. Kwa hiyo bidhaa yoyote unaoinunua kama unavyoona hapo kwenye picha, inapaswa iwe na lebo. Hivyo unaona huyu amefungasha, kwanza amekufungashia kwenye chupa ambayo haijatumika na mtu yeyote. Ina maana ni malighafi yako imeingia humo kutoka kwenye nani hii kubwa, kwenye pipa lake akakumiminia humo kwa kidogo kidogo, hakwenda kuokota makopo. Sasa ile lebo ambayo inakuwepo kwenye bidhaa kama unavyoona kwenye picha, hiyo lebo inapaswa iwe na jina la bidhaa husika, jina la bidhaa husika, ili kwamba hata unapoweka store yako unajua kabisa hii bidhaa jina lake ni hili. Na kuna siku tutaongelea namna ya kutunza malighafi. Unapaswa kuwa na sehemu ya kuzitunzia malighafi zako, zile ambazo ni hatarishi sana zinakaa sehemu yake, zile ambazo ni za wastani zinakaa sehemu yake, na zile ambazo angalau hazina madhara sana. Hivyo tutakuja kujifunza pia. Sasa kitu cha kwanza tumesema lazima iwe na jina la bidhaa husika. Lakini kitu cha pili, ujazo. Napoongelea ujazo namaanisha uzito. Kwa mfano kama ni ya maji, napoongelea ujazo namaanisha kiwango, samahani sio uzito. Ujazo unaweza ukawa, ikiwa ni ya maji itakuwa na ujazo. Ikiwa ni ya kupima kwa uzito, ndio tunaenda kwa uzito sasa ndio tunaenda labda kilograms. Kwa hiyo inapaswa iwe na ujazo. Kama ni lita imeandikwa ni lita 1. Kama ni nusu imeandikwa ni nusu. Sawa, nusu lita. Kama ni kilo 1 imeandikwa kilo 1. Kama ni kilo 2 basi ni kilo 2. Ili wewe unapokuwa unanunua unajua hiki ni kiasi gani. Kama ni kilo 2 umenunua, ina maana kwenye kuweka kwenye malighafi yako itabidi upime. Ndio maana kwenye video yangu ya kwanza nimesema mzani ni wa msingi, kwa sababu utaenda kupima, utanunua bidhaa labda inahitajika gramu 2. Kwa hiyo na wewe kwenda kununua bidhaa wanapima kuanzia gramu 100 na unataka gramu 2. Kwa hiyo utachukua kiasi unachohitaji kukitumia, then kinachobakia tutatunza. Sasa bidhaa yako haina lebo, unatunza. Sijui ndio unakuwa unaandika sasa kwa mkono. Haya, hicho ni kitu cha pili. Kitu cha tatu, kuwe kuna alama za kiusalama. Unaona kwenye hiyo lebo ya huyo mtu kakuonyesha kabisa, kuna picha hapo unaziona zikimaanisha kama utashika kwa mkono inaweza ikakuchoma, kama utafanyaje inaweza ikaleta madhara haya. Lakini pia amekupa tahadhari kwa maandishi. Unaona hayo maandishi hapo? Hayo maandishi yakiashiria ya kwamba anakupa tahadhari usishike bila nini? Bila kuvaa gloves, kwa sababu inaweza ikakuchoma hiyo. Sawa? Kwa hiyo kuna maelekezo ya kiusalama kwenye hiyo lebo kuhusiana na bidhaa husika. Sijui tunaelewana ndugu zangu. Haya, kitu kingine inapaswa kuwa na expiring date. Expiring date ni muhimu sana. Siku moja nilikuwa natengeneza sabuni. Sasa nilikuwa na kemikali ambao yani lebo, aliyeniuzia lebo hakuna. Katika kuangalia bidhaa ninayo, lebo hakuna. Sikujua ile bidhaa imeharibika au haijafanya nini? Haijaharibika. Mwisho wa siku nikasema huenda labda itakuwa haijaharibika, nikatengeneza. Uwezo ukaamini nilipata hasara, kwa sababu bidhaa ilikuwa imeshaharibika na haikuweza yani kuleta ubora wa bidhaa yangu kama nilivyokuwa nataka.
lakini pia yaani tuseme kwamba hakikufanyika kitu, nikajikuta nimepata nini? Nimepata hasara. Ndio maana tunasema kibandika kiwe na expiring date. Lakini pili, unaweza kutengeneza bidhaa kwa kutumia malighafi iliyoharibika, ukawadhuru hata watu wanaoenda kufanya nini? Kutumia. Sasa kwa mfano, unaona kwa upande wangu mimi niliona kwamba bidhaa yangu haikuwa na povu, yaani ilikaa kama maji unavyoona maji. Nikatambua hiyo malighafi ilikuwa imefanya nini? Imeharibika. Kwa hiyo ni vizuri kuwe na expiring date. Angalia expiring date, ile bidhaa itaishi kwa muda gani? Cha msingi sana hicho kuzingatia. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu, japo wengine wanaweza wakasema sio cha muhimu, mimi nasema ni cha muhimu, ni nani umenunua kwa nani. Kwa hiyo kuwe kuna jina la aliyepaki hiyo bidhaa, kwa sababu hata wanaotuuzia na wao wananunua. Sasa kuna namna ambavyo watu wao wanachakachua hizi bidhaa. Mimi nimeshakutana nazo mara nyingi sana. Mtu anakuchakachulia bidhaa, unanunua, unaona kwamba nimenunua ni bidhaa fulani, lakini malighafi ile ukija kuitumia haina ubora. Kuna namna ambavyo unaikuta haiko. Kwa hiyo cha msingi, ili uweze kujua nani anakusupply bidhaa ambayo ni bora, ni kwa kuangalia lebo zao, majina yao kwenye lebo zao. Hii nilinunua kwa mtu fulani, ni kweli ni nzuri. Nikinunua bidhaa kwa mtu fulani huwa ni nzuri na matokeo ya bidhaa zangu huwa zinakuwa nzuri, tofauti nikinunua kwa mtu fulani. Hilo ni la kuzingatia sana. Kwa hiyo unapokuwa unanunua, angalia kibandiko, angalia jina la aliyekuuzia, angalia expiring date, angalia usalama, itakuwa inakuelekeza usalama, angalia ujazo wake, angalia jina la malighafi. Na kwa wale ambao wananunua hizi bidhaa ili kuja kuwauzia wajasiriamali wadogo, nadhani wao hilo watakuwa wanalijua kwamba unapaswa upewe kadi na aliyekuuzia ambaye ni kiwanda. Ile kadi inakuwa inaonyesha, au wale wazalishaji ambao wanazalisha bidhaa kwa wingi, kwa ukubwa zaidi. Labda mtu anazalisha, ana kiwanda kikubwa cha kuzalisha, labda kusupply mzigo mkubwa. Huyu mtu unapokuwa unaenda kiwandani kununua zile bidhaa ambazo ndo malighafi sasa, unapaswa upewe kadi. Ile kadi inaeleza vitu vingi sana. Inaeleza namna kutumia malighafi, inaeleza usalama wa malighafi, inaeleza labda kama kwa mfano imeexpire ifanyweje. Kwa hiyo ukiwa na kadi ni inakuelewesha vizuri kuhusu kitu ulichokinunua, ukitumieje, faida zake, tahadhari, hasara zake. Unakuwa umeelezwa kwenye hiyo kadi. Mpaka hapo somo la leo litakuwa limeishia hapa. Tukutane kwenye somo lijalo. Naomba ucomment, naomba unigawie upendo kwa kulike, au we kama uko kwenye YouTube like, uko kwenye TikTok hebu bonyeza hicho kikopa hapo, unigawie upendo kama mimi nilivyogawa upendo kwa kuwapa elimu hii bure. Lakini ukiona inafaa, mpe na mwingine akajifunza hichi kitu, iweze kuwafikia watu wengi. Mpaka wakati mwingine, karibu darasani tena. Kama unahitaji kujifunza kutengeneza malighafi, kutengeneza bidhaa, kutengeneza bidhaa, na kukaribisha sana darasani. Utajifunza kutengeneza bidhaa nzuri zenye ubora, zinazokubalika ndani ya kwetu ya nchi yetu na hata nje ya nchi. Karibu sana.